Alikuwa anachukua ndege kusherehekea mwaka mpya kwa mara ya kwanza nyumbani. Lakini alipopanda alikuta nafasi yake imekaliwa na mtoto. Alipokuwa anakaribia kupata hasira, mhudumu wa ndege alifika. Hakumuondoa yule mtoto na badala yake alimchukua kijana na kumpeleka kwenye daraja la kwanza. Na wakati huo, Alice alikuwa akinyanyaswa na mwanaume. Bila ya kusita, alimvuta kijana na kumkalisha kwenye siti ya pembeni yake. Ikamfanya mwanaume yule kutokuendelea tena. Wakati wote wa safari ya ndege, Alice alikuwa amezama kabisa kwenye kazi yake, huku Baltazar akicheza kwa furaha na kiti kinachoinama, akijaribu kuvuta umakini wake. Lakini mwanamke huyu aliyekuwa amejitolea kwa kazi hakuweza kamwe kufikiria kwamba kijana yule angebadilisha maisha yake. Ghafla, ndege ilikumbana na mtikisiko mkali angani na kusababisha ndege kutikisika kwa nguvu. Abiria wote waliingiwa na hofu, hata wahudumu wa ndege pia. Kadri mtikisiko ulivyozidi kuwa mkubwa, ndani ya ndege kulizama kiza. Bila kujitambua, Alice alishika mkono wa Baltazar. Baltazar hakujiondoa, lakini alionekana ni mwenye wasiwasi mkubwa. Mapigo ya moyo wake yalikwenda mbio kiasi kwamba alihofia hata kupumua. Naomba unisamehe kwa hilo. Hakuna shida, usijali. Hii ni filamu inaweza kufanya hata wazee wakazama kwenye mapenzi. Mwisho wa yote, ndege ilitua salama. Alice alipokuwa akikusanya vitu vyake kuondoka, Baltazar hatimaye aliuliza jina lake. Nafurahia sana, ilikuwa karibu nife na wewe. Naitwa Baltazar, unaitwa nani mwenzangu? Alice. Alipomtazama akiondoka, alihisi pengo kubwa moyoni. Alice alikuwa wa kipekee na mwenye nguvu, huku yeye akiwa ni mfanyakazi wa kawaida tu. Mwisho siku aligundua kuwa USB ya Alice ilikuwa imedondoka. Bila kusita, alifungua mkanda wa siti yake na kuanza kumkimbilia. Lakini tayari Alice alikuwa ameondoka kwa gari la rafiki yake wa karibu. Siku iliyofuata, Alice aliingia kazini kama kawaida kwa kujiamini. Kwa utendaji wake wa kazi ilifanya kila mmoja amsalimie huku ametabasamu. Hata hivyo, wafanyakazi wenzake walikuwa wakinong'ona nyuma yake, wakimuita mwanamke asiye na mapenzi. Lakini Alice hakujali kuhusiana na minong'ono hiyo. Alijikita tu kwenye kufanya kazi yake, akitamani kuwa mhariri mkuu ajaye wa jarida hilo. Lakini kwa mshangao, Vincent alimpa nafasi hiyo Lisa. Alice alishangazwa na kushtuka kwa maamuzi ya Vincent, kwa sababu Alice alikuwa ni mtu sahihi katika nafasi hiyo. Alipoulizwa sababu ni nini, Vincent alisema, ingawa Lisa hana uwezo mkubwa kama Alice, ana mahusiano mazuri na watu na ana mtazamo chanya kuhusu maisha. Kwamba akili yake stahimilivu inaweza kuisaidia kampuni kukua na kuiboresha pia. Tofauti na Alice ambaye huonekana mkali na mkimya, Lisa ana nguvu na uchangamfu pia. Kusikia hivyo, Alice hakubisha. Alikubaliana na uhalisia na akaamua kuendelea kufanya kazi. Hata hivyo, alipowasha kompyuta, alikuwa akiangalia baadhi ya mafaili. Aliishiwa na nguvu alipogundua flash yake imepotea. Akiwa na hofu, aliona ujumbe ukiwa umeachwa kwenye kompyuta yake, ukisema kuna mtu alikuja mapema kukuletea kitu, lakini Alice alikuwa busy sana wakati huo. Kwa haraka Alice alipiga simu iliyoachwa